Habari watazamaji wa Bongo ICT Hub, naomba mkumbuke kusubscribe na kufollow channel yetu ya Bongo ICT Hub ambayo inatoa mafunzo kwa lugha ya Kiswahili kuhusiana na masuala ya ICT na miundombinu yake. Siku ya leo tutakwenda kujifunza namna ya kutengeneza shortcut ya command ambazo tutazitumia kwa ajili ya kuzima au kuwasha, kuzima na kurestart computer. Then tutatumia ile run command kwa ajili ya kupunguza baadhi ya faili ambazo zinakuwa zinajitengeneza na zinajaza diski yako, ambazo tutatumia command 2 kwa ajili ya kwenda kuzifuta. Then kuna command moja tutaitumia kwa ajili ya kwenda kuangalia errors na problem ambazo zimeipata kompyuta yako kipindi unatumia. Lakini kwa kuanza ningependa tuanze na namna ya kutengeneza hizi command kwa ajili ya kuzima na kurestart kompyuta yako. Kwanza una right click ili kupata hizo option, alafu unakuja kwenye new hapa, utakuja hapa kwenye shortcut, uta click, utakuja hiyo option ya create shortcut. Sasa hapo kuna command tutaiandika ambayo ni shutdown. Bahati nzuri nilishafanya hiko kitu, kwa hiyo imekuja na hiyo ndo ya kwanza ya shutdown. Kwa hiyo click hapo, hiyo command itakaa hapo, alafu uta click next, then uta click finish. Utaona imejitengeneza namna hiyo kwenye desktop yako. Sasa hapa ili kuifanya ikae vizuri itabidi uje hapa kwenye property ili tuitengeneze ikae kwenye mfumo ambao wewe utakumbuka, kwa sababu hizi shortcut zitakuwa mbili. Kwa hiyo itabidi tuitengeneze icon yake ili yani usije ukazichanganya. Mimi ningependa kutumia icon hii hapa kwa ajili ya shutdown, lakini kuna icon nyingi ambazo wewe unaweza ukaiona baadaye ukakumbuka kwamba hii hapa ni ya shutdown na hii nyingine ni kwa ajili ya restart. Unaweza ukatumia hata hii hapa X kwamba umemaanisha shutdown. Naomba tutumie hii X. Okay, unaona imekaa hivyo. Nyingine utakuja tena vile vile kwenye new shortcut, utakuja hapo utaanza kutype shutdown. Sasa hapa kuna sehemu ya kubadilisha. Hapo kwenye S tutaweka R, maana yake itakuwa ni command sasa ya kurestart, R ndogo, then uta click next. Then hapa utakuja utabadilisha hilo neno hilo, baada ya kuwa shutdown utaweka restart. Alafu uta click finish. Utaona imekaa kama hivyo. Kwa hiyo utakuja tena, njia ni zile zile, utakuja kubadilisha icon yake hiyo. Utabadilisha icon. Sasa inabidi utafute icon ambayo ukiiona itakuonyesha kwamba hii hapa ni restart. Utaweka icon ambayo ukiangalia itakuonyesha kwamba hii hapa ni restart. Unaweza ukatumia yote, lakini kuna zile icon ambazo unaweza ikakuonyesha kwamba hapa ni restart. Unaweza ukatumia hata hii hapa. Unaona kama mshale umeback au umerotate hivi, arrow imerotate. Kwa uta click okay hapo hivyo.
hizo icon zangu mbili zimekaa namna hii hapo. Kwa hiyo next video tutakuja kuona namna ya utakuwa tuna click alafu hiyo command inavyofanya kazi. Sasa ningependa moja kwa moja twende kwenye kule kusafisha diski ili some files ziweze kuziremove. Utakuja kama kawaida hapo kwenye toolbar yako, utakuja hapo kwenye run, uta-click then utakuja kwenye utabonyeza control, utabonyeza shift, alafu utabonyeza alama hiyo ya %, then utaandika temp. Hiyo command inaitwa temp, shift tena temp %, alafu uta-click OK. Uta-click OK, zitatokea some files nyingi ambazo zime create hapa. Unaona hapa item ni kama 1391. Hizi zote zimejitengeneza kipindi wewe unatumia PC. Kwa hiyo unaweza ukaja click Ctrl A ili uziselect zote, then utakuja hapa kwenye delete, delete, click delete. Naona zimeanza kuondoka kwenda kwenye recycle bin. Maanake hizo file zote ni unwanted file, hizo hazina kazi lakini zimejijaza huko, zinachukua space, na some files zinaweza zikawa zina tengeneza some virus au malwares. Sasa hapa kuna some files huwa zinatumika na window, kwa hiyo unaweza ukaskip kwamba zisiondoke, zibaki. Tunamalizia process yetu namna hiyo ili twende kwenye command namba 2. Na kwa uzito kidogo kwa sababu files zinazokuwa delete au recycled zinakuwa ni nyingi. Kuna ka process kidogo kana chukua muda. Ukiona bado ina load sana, unaweza close, lakini unaona zile faili zetu nyingi zilizokuwa hapa karibu 2900 zimeondoka, zimebaki 4 item. Sasa tuende kwenye next command ambayo itakuwa ni tunaingia hapo kwenye window, tunakuja hapa kwenye searching bar na click run, then tunaandika hapo prefetch. Bahati nzuri mimi nilishafanya, kwa hiyo nikitaka kuandika hivi huwa inakuja nakwambia you don't have current have permission to access this folder, itabidi continue kwa sababu hizi folder zingine zinakuwa ziko kwenye window. Nakuja hapa kwenye Ctrl A, utakuja kwenye delete hapa, click delete. Ona, lakini bado nile command yangu 2900 bado ipo. Ikikuletea hivi bado uta click skip, kwamba kuna files za Windows zisiondoke, zibaki, sababu Windows bado inazitumia hizo files. Skip tena, siondoke, hizo zibaki. Lakini unaona file nyingi karibu items 500 zimeondoka. Unaweza ukaweka pembeni hiyo wakati naendelea kutafuta. Sisi tuende kwenye next command ambayo tutakuja tena hapa kwenye run,
ta click run. Ni command kwa ajili ya kutengeneza hizo command. Tutaandika perform. Bahati nzuri mimi nilishafanya kama nilivyowaambia, kwa hiyo baadhi maneno nikiandika yanakuja, kwa sina haja kuandika command yote. Unaweza ukanote pembeni kwamba nilitumia command ipi kufanya nini, lakini hii tunayofuata sasa ni kwenda kucheck some problems ambazo ziliokaa kwenye PC yako. Umeona, hizi ni problems ambazo zilitokea, nakwambia na tarehe na source, tatizo lilikuwa nini, lakini unaweza ukaisolve hiyo problem. Kwa mfano hapa ukiona hii x hivi, na hiyo inakuwa hiyo ni critical event wanasema. Nasema hapa mimi MySQL ex ilikuwa imesimama kufanya kazi, ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 8 2026. Lakini kija hapa, hizi ni warning, hizi ni ambapo window ilifeli ku update, ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 8. Nadhani nilikuwa nimeingia mtandaoni shindwa ku update. Lakini pia hapa tarehe 10 mwezi wa 8 kuna HP hotkey UWPS ili stop working, nakwambia hadi saa. Lakini current problem ambayo imetokea tarehe 21, hivyo ni critical event information level. Hizi anakwambia hizi za chini hapa, maana yake ni vitu ambavyo vimefanikiwa kufanyika kwenye kompyuta, kwenye sehemu ya problem history. Lakini unaweza ukaangalia za mbele kidogo. Unaona hapa tarehe 22 hakuna chochote kilichotokea. Kati ya tarehe 14, kati ya tarehe 15 mpaka tarehe 20 kompyuta yangu haikupata tatizo lolote. Naomba muendelee kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Bongo ICT Hub kwa tip nyingi kama hizi, kwa ajili ya kupata ujuzi, maarifa na maelekezo mengi kuhusiana na ICT na miundombinu yake. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni tena, msisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ya Bongo ICT Hub. Ciao, mpaka wakati mwingine.